Yes, ni kwa mara nyingine tena ni wako Anzo, unaweza kuniita by Anzo Record, na leo tuko na mtu mpya, huenda labda ni sura mpya hujui kuiona, lakini utaenda kumfahamu anatokea wapi na ni kipi ambacho anakifanya. Karibu. Call me Brand Lion. Anasema kwamba kwa jina lake anaitwa Brand Lion. Unajihusisha na kitu gani? Na music. So yeye ni mtu wa music, anaimba na ni kitu kizuri sana. Music nani alikuinspire mpaka ukwe mwimbaji? Inspire? Mtu wa kwanza ni inspire kwenye music Justin Bieber. Ni mtu aliniinspire sana. So unaimba kama yeye? Yaani nakuaga najitahidi nipite kwenye njia zake, inakuaga ngumu ila napendaga gisi iko, yani yeye ndio ameniinspire music na uimbaji wake. Aina ya music ya Justin Bieber ndio uaga unafanya pia na wewe? Za mapenzi sana juu Justin ni mtu anaimba sana nyimbo za mapenzi ukifuatilia nyimbo zake. So na mimi niko nguvu mgambo ya uandishi nyimbo za mapenzi. Nyimbo zako unajiandikia peke yako? Wow. Na ulianza kuimba ukiwa hapa Marekani au ulianza kumwonea bado upo Afrika? Na Afrika ulitokea sehemu gani? So Afrika nimetokea Burundi, Bujumbura. Wow. Nimeanza mikakati ya kuimba toka Afrika, ungesema mambo tu yalikuwa hajakaa sawa. So ulianza kumsikiliza Justin Bieber ukiwa bado Burundi? Bado mdogo, hapana Burundi, bado mdogo. Kitu kizuri sana. Mimi nilianza kumsikia Justin Bieber nikiwa hapa Marekani, nilikuwa sijui. So ulianza kuimba bado mdogo? Na sasa hivi kuna nyimbo ngapi ambazo ushazitoa kwenye YouTube? YouTube kwa sasa I think nyimbo 4-5 hivyo. Nyimbo 4 au 5 ambazo zina video au ni audio tu peke yake? So mbili zina video tu zenye za simple za kawaida, hazijakuwa official video kivu. Zingine ni audio. Na mtu akipenda kuzitazama anaenda kutafuta kwa jina gani ili ya kuona? Brand Lion. Hapana Lion ya Simba. Lion. Brand Lion. Kiswahili. Ya Kiswahili. Sio ya Kiingereza guys, labda utakuwa very confused, ni ya Kiswahili na inaonyesha. Nitawapinia nayo hapo chini ili mpate kumtafuta na muende kuona kazi ambazo anazifanya. Na tunajua kwamba unaimba na unamfuatilia sana Justin Bieber. Kwa hiyo kupitia muziki yako tulipenda kwanza tukusikie kabla tujaendelea na mambo mengine, kwa sababu ukisema kwamba Justin Bieber ndo alikuinspire, tunapenda tusikie kile ambacho Justin Bieber anakifanya kwa watu wengine huko nje. So ana muziki 4 msanii wetu, na kwenye hiyo muziki 4 utuimbie. Najua unapenda sana muziki yako yote. Lakini kwenye hiyo muziki yako yote tuliomba tu kwa wale wasiofahamu kwamba unaimbaga, walipenda wakusikie tu kwa sauti yako ya kavu kabisa, waimbie tu kidogo ili wajue kile ambacho unakifanya. Muda wote nipo karibu yako, hata kazini na wazo lako. When she feels something, please tell me. Don't for you, I'm ready to buy everything. All because I want to see you shine. I fall in love, this if it's going to kill me. Wow. So mimi sijaona comment yoyote kusema kweli aliimba Kiswahili pamoja na Kiingereza. Kweli Justin Bieber anakuexpert. Mimi tokea nianze kufanya interview sije kukutana na mtu ambaye ana sauti kali kama yako hapo. Hii hapa ni sauti ambayo anaimba live. Na sio kwamba kuna msiseme kwamba mic tumeweka auto tune hapa, na hizi ni sauti zetu za live na umlimsikia. Kweli Justin Bieber anafanya kazi. Na inaonyesha unafanya zoezi kila siku, ndio maana sauti yako imekuwa kali kiasi hicho. Sana napaswa kwa tayari ni type yote. So kila siku unafanya zoezi? Kila siku unafanya zoezi. So muziki unakulipa au bado kabisa? Muziki kwa sasa kwa sasa sisema ushaanza nilipa because ya kuwa na muda mrefu kutangaza biashara yangu kwenye platform zote. Hivi naenda kwenye miezi miwili hivi sasa, yani biashara ziko kwenye mitandao. Ila baada ya miezi miwili na maana muziki Tanzania nilipa. Baada ya miezi miwili anawacheka kwamba muziki utaenda kumlipa kabisa msanii wetu ambaye anaitwa Brand Lion. Jina kubwa sana hiyo. Jina kikubwa. Wow. Ni kitu kizuri sana actually. Mimi napendaga sana kukutana na wasanii na wakitoa stories zao. Ni changamoto gani ambazo unazipata kuhusiana na muziki ambao unaofanya? Changamoto ninayoipata ni kutokana na
kiwanda chetu cha muziki hapa USA. Kiwanda cha muziki. Yani ni kigumu sana kutokana na sisi watu tuliotokea nchini Burundi. Tunapata changamoto sana kwenye muziki wetu, kwenye kutangaza music zetu, yani zifikie watu kwa muda, because wasanii waliotokea Burundi taweza sema ni kama hapa USA hawana nafasi ya kupewa hata interview, kutafutiwa na waandishi, because najua kuna waandishi wa habari wana media zao kwenye mitandao, ila naona imekaa kabila sana. Ya sisi ambao tuliotokea Burundi tunapata changamoto sana ya kupata hata mtu kupromote kazi yako. Utaweza tangaza mimi nitatoa muziki siku ila utapata changamoto ya watu kupromote. Hiyo ni changamoto sana inatutesa, na inanitesa mimi sana. Because uwezo wa music bro, uwezo wa kufanya music niko vizuri sana. Yeah. Kama kisema hivyo nilikusikia ulivyoimba, nilijua tu kwamba hapa kuna kipaji. Sauti yako tulisema ilinipa jibu ya kusema kwamba hapa kuna kipaji, kusema kweli. Na so ulikuwa unapenda waanze kukutafuta kwa ajili ya kusaidia kupromote, so unapata changamoto ya kwako peke yako kusupport muziki yako. So uko na social media ambazo kama YouTube, TikTok, zote uko nazo? Zote niko nazo. Yani first yote kwa ambao wana stream music, Boomplayer, Spotify, Apple Music, Amazon Music, pote music zangu zinapatikana. Wow. Na ulisema kwamba ulianza kuimba ukiwa bado Burundi. So kuna fan base ya watu ambao ushakuwa nayo tayari au bado haijakaa sawa kivile? Fan base alhamdulillah siwezi kufuru, Mwenyezi Mungu niko nayo ya kutosha, ila haijatoshelezea kivile jinsi mimi nitaweza taka, because nitaweza fanya music na toa kipande chochote cha muziki saa hizi. Baada ya siku 2 zitaanza kuwa na challenge kwa TikTok, watu wanaanza fanya challenge, baadhi wananijua, baadhi wanapenda kazi zangu, so ila hawajakuwa kutosha kivile. Sinajua muziki unataka watu wengi bro. So kwa wasanii ambao walitokea Burundi, actually unaweza kawashauri kitu gani ili kupush muziki wenu wa huko Burundi kwenda mbele? So kwa wasanii walitokea Burundi nitaweza sema sijui hata mmoja, ila ambao mimi najua ni wa fashioniste, watu wavaji, wazee wa drip, ndio kitu ambacho watokea vijana watokea Burundi wanajikiti sana kwenye sekta ya uvaji. Nataka kwamba Burundi waimbaji sio wengi sana kivile ambao hapa Marekani. Sio vile, maybe wapo ila mimi siwafahamu. So unawafuatiliaga? Kuwafuatilia, mtu unafuatilia mtu ambao unamjua. So nitataka kama unafuatilia ile siwajui. Sijui ni utafute nani, mambo kama. So kwa sasa unajijua wewe kama wewe ndio mwimbaji tu ambaye umetokea Burundi? Mimi nitaweza sema hivyo. Wow. Na ulisema kwamba kuna fashion model ambao unawajua, na hao ni watu pekee pia ambao wanaweza kukusaidia kwa ajili ya kupromote kazi. Unaongea nao au nao wanazingua sometimes? Naongea nao tu vizuri, so unakutanisha uwezo na wenyewe wa social media so mkubwa kivile. Wow. Ni model gani ambao ushakumjia mkasema kwamba support muziki wangu? Model. So hakuna hata mmoja nishaga DM. Because nakuwa nitadm mtu wakati naona influence yake kwenye mtandao, so naona hata nimwambia ina maana. Wow. Wow. Ni kweli changamoto ni nyingi, na hizi kazi zinahitaji watu kupambana, na ndio maana kila siku tunazidi kupambana kuhakikisha kwamba muziki wetu wa sehemu zote zile unaenda mbali. Na kama jinsi bwana mkubwa alivyosema, msanii wetu hapa ambaye alitokea Buza huko, majirani wetu pale tu, changamoto ni lazima ziwepo kila mahali. Tukiachana na muziki, tuingie sasa kwenye upande wako wa mahusiano. Unahisi labda yanaweza yakakupa changamoto ya wewe kutokuendeleza muziki wako? For sure. Lakini uko kwenye mahusiano au upo? Kwa sasa nitaweza sema sipo. Upo. So upo tu peke yako, una focus na muziki tu? Na focus na muziki. So uliachana na mwanamke kwa sababu ya muziki? Ulikuwa kwenye mahusiano lakini kwa tu mwache ili focus na muziki, kwamba muziki ndio kila kitu kwangu? Hapana, si ni mwache. Mwenye ndio amechoshwa kaona acha ni mwache ujamaa tutawezana, atanipa pressure bure. Kwa nini alisiva? Because muda wa kuongea nao nilikuwa na muda mchache. So kutokana na hiyo hali
imekuwa ngumu kuvumilia. Maybe anahisi kama anaongea na watu wengine, wengine wanawake mambo kama hiyo, unaona wanawake wamebona harufu fupi. So hiyo ni changamoto. Ulikuwa loyal sana kwa mwanamke. Yani nimekuwa loyal, so kutokana na kazi yangu ya music hapa endapo nilikuwa nafanya na tengeneza hii pia muziki zangu mimi na kwambia nilikuwa busy, nichukua kitu cha miezi 3 miwili nilikuwa niko busy kutokana na collab, nilikuwa naongea na msanii mwenye tumefanya naye, msanii mkuu kutoka Tanzania Dayo. So nikakuwa niko busy sana kuongea management yangu na wenyewe kule, so ikanipatia wakati mgumu sana. Ukakosa muda kabisa kuongea naye. Nilikuwa nikipata yeye mwenzangu atarizika nao because ilikuwa ni mchache. Maybe mimi namwambia napigiwa simu na kuwa busy tena, so nakutanisha mtoto wa watu unakuwa kama namchanganya. So alivyokuacha umebaki tu peke yako na hujafikiri hata kama utarudi za kwenye mahusiano? Yeye alivyoniacha kwa sasa niko peke yangu, so kuingia kwenye mahusiano nitaingia tu, ila nitaingia kwenye mahusiano kutokana na mtu ambaye atakubaliana na hali yangu na kazi yangu ninayofanya. Yeye akiona ni poa, haitamshinda poa, tunaruka. So alikuwa anapenda unachokifanya au? Amekuwa anapenda ninachokifanya, yani amekuwa anapenda, ila kutokana na akaona napitiliza sasa kupotea, ndio ikakuwa tena changamoto. Unajipoteza. Sikujipoteza jamani, kazi nilikuwa nafanya. Mfano sana nasikia interview na nasema ni mfano, anasikiliza kile ambacho nikiongea kwa sasa hivi kwamba ilikuwa tu kazi ndio inakuwa busy. Baada ya kusikia hivyo ndo anakuja sasa kwenye DM yako anasema kwamba turudiane tena kipenzi changu, kwa nilisikiliza ile interview. Je, unaweza kuwa tayari kumrudia? So sina uhakika kama ataweza tafuta because najua na moyo mdhaifu sana, ni mtu ana wivu sana. So siwazi kama ataweza kuitika hata hicho ambacho naongea na wewe hapa. Ataona atasema jamaa anajiosha, huyu ni Mungu namjua. So hiyo ndio mpenzi wako wa kwanza. Yeye ndio alikuwa mpenzi wako wa kwanza tokea uzaliwe, tuseme hivyo. Tokea uzaliwe. So mwandishi Miayusho. So kwa mpenzi wangu wa kwanza. Maybe pa Marekani. Kwa Marekani ni wa kwanza, lakini Afrika ulikuwa na wengine ambao walikuwa tayari ndio. So okay. Labda kuhusiana na stories za hao wa nyuma ndo maana alipata hivi. No, si kila mtu, kila kijana wote anajua kama ana historia yake iliyopita. So hata sasa nikipata mwanamke, yeye mwenyewe anajua huyu mtu na date naye, ila na story yake ya nyuma huko baadaye. Mahusiano yako yenye yamepita huko nayo. So no, amekubali tu hivyo tukawa na wakati anajua niko na story yangu huko imeshapita. Wow. Pole sana kwa hilo. Asante. Pole sana, naelewa sana. Na najua unapitia magumu mengi sana kukaa bila mwanamke. No, si piti magumu hivyo. Ndio. Because ni mambo ya kawaida. Na sio kama eti na kama unakuwa kuna wanawake ambao unaongea nao kiufupi. Kuna wanawake ambao unaongea nao. Ni vizuri sana kama kuna wanawake ambao unaongea nao. So ni vizuri kujichangamsha, maana ni kuchangamka. Na kutofauti na muziki kuna kazi nyingine ambazo unazifanya? Kazi nyingine? Kwa sasa amna. Kwa sasa upo tu nyumbani unatulia? Na focus na music tu. Kwa gari sitapushi kazi zangu. So unaishi peke yako? Mimi? Naishi na mabrazameni wenzangu. La kimashikaji tu, ni kama naishi na mshikaji wangu merenti nyumba mkaishi na washikaji tu mle ndani? No, hapana, mshikaji so mko wanaume wawili ambao wanaishi nyumba moja na mshikaji wako ni mtu cool sana, poa, ndio aingizaje hata vya wanawake na inaonekana ni mtu mpole sana. Sidhani kama ushe kupitisha wanawake 5 ambao ushawahi kula nao kwenye maisha yako. Wanawake 5? Ndio. Mimi niko mtu poa. Ila kwenye ile swala so ndio labda sijawapitisha. Niliona tu jinsi ulivyo mpole kufanana hata mambo. Wewe sidhani. Wakiwa wengi ni wawili. Wawili. Uko sahihi. Na tena wawili ilikuwa kwa bahati mbaya, wao ndo walikuacha. No. So kwa bahati mbaya bana, bahati mbaya aje na mimi mwanaume na hisia. So mmoja wetu nimefocus bana. Walikulazimisha au uliwalazimisha?
No, mimi mwenyewe nimewalazimisha bana, nimewaingiza kwenye mood na wenyewe na hawajapita 5 ndio ulivyosema. So tokeo uzaliwe ni wawili tu. Tokeo uzaliwe wawili. Hongera sana. So ni vigumu sana mwanaume kama wewe kukua tu na wanawake wawili. Ni vigumu na niko so proud na wewe sana. Inaonyesha ni jinsi gani ambavyo unatulia. Na uendelee kuwa na moyo kama huo. Kwenye maisha bana inahitaji mtu kurukaruka, inahitaji utulivu. Na kwenye swala letu la music inahitaji mtu kwa mtulivu. Because hamna sifa ya player. Ndio. So na ulisema kwa sasa unafanya tu music, hauna kazi yoyote. So mshikaji wako ndo analipia masuala ya nyumba, umeme, sijui ni mshikaji wako? No, sote wawili. So muziki, ulisema kwamba muziki hujaanza kukulipa, bado unatafuta funds. Sasa mshikaji wako, so kuna investment nyingine ambazo uko nazo ambazo zitakuingizia pesa? Nimekwambia kwa sasa nimefocus na music, ila huko awali nimekuwa natumika. Awali ulikuwa unatumika, so unatumia hela za saving kwa ajili ya malipo ya nyumba. Sasa sema hivyo. Na issue tofauti, tunajua tuna management itapushi ku chochote ambacho tutakuwa tunahitaji. Unavutaji bangi. No, si smoke. Pombe au utumii? Pombe ndio. No, sometimes nakunywa. Sometimes so. Yaani vizuri, hata na mimi pia sometimes wagana. Piga kidogo na changamka, sometimes wagana changamka. Somba, lakini bangi. Sigara si bangi ndio si jawana na sina pia nje kufuta bangi. Asante. Kitabu tulianza kukata zamani sana. Ni vizuri sana. So unapangilia kupata kazi soon ya kukiingiza kipato kingine? Na kitu ambacho kilikuwa kinazuia usifanye kazi kiufupi. Kitu ambacho kinazuia usifanye kazi ni music tu. Lakini masuala ya kuandaa music ikiisha tena utarudi kwenye company. Kuna changamoto fulani tu imetokea kwenye life, so ikakuwa sana nisimamisha kufanya kazi, ila iko music sana kivu because nitapata wapi ila kwenda studio kufanya sijui mambo mbalimbali, mambo ya music, mambo ya promotion. Kuna watu wanafanya promotion huko wanalipwa bro. Hata kufanyia machallenge ya kupromote kwa mdomo bro, anahitaji pesa. Changamoto zipo na pole sana kwa hiyo changamoto ambayo inasababisha usifanye kazi kwa sasa, lakini nahakikisha kwamba kila kitu kitakuwa sawa kwa sababu unaonyesha kwa very very smart sana. Very smart and humble. So anapenda sana jinsi lifestyle yako iko. Actually kwa wale wasomfahamu mlimsikia kwa majina jinsi alivyosema, na ni msanii Brand Lion, ni msanii ambaye anapambana sana. Ina maana kwamba hako na uwezo wa kuachana na mwanamke wake kwa ajili tu ya kufanya music. Ni kitu ambacho sio rahisi kwa kila mwanaume, na tokea zaliwe kama jinsi alivyosema Aisha wala tu wanawake wawili. Ni vigumu kwa kila mwanaume. Sio kama wasanii wengine wanalala na wanawake ovyo ovyo. Bila shaka nyuma ya kamera tuko na director Vogi na ambaye anaongea hapa ni Anzo Record. Mengi zaidi mtasikiliza hapo soon kuhusiana na msanii wetu na muziki yake, mwende kumfuatilia kwenye YouTube. YouTube, Player Sports 5, hapo music sehemu zote, platform zote za dunia nzima zinapatikana. Andika Brand Lion hapo utazisikia ngoma sio za kitoto huko jamani. Asante sana ndugu kwa kushirikiana kwa pamoja, na asante pia kwa watasikiliza kile ambacho walipenda kukisikia. Yep. Asante sana.